Kadri wasichana wanavyozidi kupenda pesa na wanaume wenye mafanikio, ndio wanaume waongo na wadanganyifu kwenye mahusiano wanazidi kuongezeka zaidi. Wanasema mjini shule, lakini walimu ni wengi na ada ni maumivu ya moyo. Je, ni kweli uongo wa wanaume unachochewa na tamaa za wanawake? Karibu usome mkasa wa Sasha na Kelvin, hadithi inayofumbua macho kuhusu mtego wa dhahabu na kivuli cha uongo. Usiukubali mng'ao wa nje ukakupofusha. Katika mji wa kibiashara wa Tanga, aliishi binti mmoja mrembo aliyeitwa Sasha. Sasha alikuwa na kanuni moja kuu maishani. Mapenzi bila pesa ni kama gari bila tairi. Aliamini kuwa mwanamume wa maana ni yule mwenye uwezo wa kumpatia maisha ya kifahari, safari za nje na picha kali za kuposti mtandaoni. Siku moja, Sasha alikutana na Kelvin kwenye mgahawa mmoja wa bei mbaya. Kelvin alishuka kwenye gari la kifahari, alivaa suti iliyoshonwa vizuri na saa yake mkononi iling'aa kuliko jua la adhuhuri. Sasha hakuhitaji kuuliza Kelvin anafanya kazi gani. Macho yake yaliona mafanikio na moyo wake ukasema, huyu ndiye. Kelvin alijitambulisha kama mwekezaji mkubwa wa madini anayesafiri kila mwezi kwenda Dubai. Kelvin alikuwa fundi wa maneno. Alijua fika kuwa ili ampate Sasha, hakuwa na haja ya kuonyesha tabia njema au uaminifu, alihitaji tu kuonyesha pochi nene. Alimnunulia Sasha zawadi ghali, alimpeleka hoteli za nyota 5 na kumwahidi ndoa ya kifalme. Lakini ukweli ulikuwa mchungu. Kelvin hakuwa mwekezaji. Alikuwa kijana wa mitaani aliyekopa gari kwa rafiki yake na kutumia akiba yake yote ya mwaka mmoja ili kuigiza maisha hayo kwa mwezi mmoja tu. Lengo lake lilikuwa moja, kumnasa Sasha kisha amtelekeze baada ya kupata alichotaka. Kweli bwana, Kelvin alipata alichokitaka. Baada ya mwezi mmoja wa ahadi za hewa, Kelvin alitoweka. Simu haipatikani na kile chumba cha hoteli alichokuwa akikaa kilikuwa kimeisha muda wake. Sasha alibaki na madeni ya nguo alizonunua kwa mkopo akijua mume mtarajiwa atalipa. Sasha alilia kwa uchungu, akilalamika jinsi wanaume walivyo waongo na wadanganyifu. Lakini rafiki yake wa karibu, Neema, alimwangalia kwa huruma na kumwambia ukweli mchungu. Sasha, Kelvin alikuuzia uongo kwa sababu ulikuwa unatafuta kitu ambacho si cha kweli. Kama ungetafuta utu, uaminifu na bidii badala ya kuangalia mng'ao wa nje, huyu muongo asingeweza hata kukukaribia. Wanaume waongo wanaongezeka kwa sababu kuna soko linalohitaji uongo huo. Fundisho la hadithi: wanaume waongo wanaongezeka kwa sababu kuna soko linalohitaji uongo huo. Wanawake wanapoweka vigezo vya pesa kwanza, wanatengeneza mazingira ambapo mwanamume asiye na pesa analazimika kutumia uongo kama mtaji wa kupata mapenzi. Je, unadhani kosa ni la Sasha kwa kupenda pesa au ni la Kelvin kwa kutumia uongo? Toa maoni yako hapa chini. Pia usisahau kushare ujumbe huu.